Haya mzee, tufanye kama vile hatujaonana. Maana naona wewe una gubu lako umetoka huko na hata sielewi una shida gani. Inawezekana mimi nakusalimia vizuri unanitolea maneno ambayo hayaeleweki. Naomba tusemeshane kila mmoja kivyake. Sasa kwani mimi nilikuita? Si ukielele chako mwenyewe. Unakurupukia tu watu usiowajua. Unafika tu sijui mzee nini. Ndio ukome sasa. Na nimekoma kweli kwa sababu sikujua kama mzee mwenyewe ndio una gubu za hivi ustaarabu zilo. Nimekoma. Yaani sasa hivi kila mtu kivyake. Tusisemeshane mzee. Si unanielewa? Sasa mbona bado unanisemesha sasa? Si ndio shobo zenyewe nazozisemea hizi? Unasema una shobo. Kwa nini unaendelea kunisemesha sasa? Si umesema kila mtu kivyake. Binti vipi? Alafu mzee, hivi naomba maneno yangu yashike tena. Nimesema tusisemeshane. Alafu kumbuka mimi siwezi kushobokea mzee kama wewe, sawa? Nimeamua kukaa hapa ili kila mmoja yake kivyake. Endelea na yako na mimi naendelea kwangu. Maana naona nikikuuliza wewe mzee wangu, mambo unayoniambia siyaelewi na nakuheshimu, sawa? Haya, sasa hivi mimi siongee na mtu mwenyewe miwani kama madirisha, wigile yenyewe hilo kama manyoya ya kuku, kikoti chenyewe hicho kama maturubai ya mzaada. Yaani kapo hovyo tu. Kishobo tu kushobokea wazee. Mazee mengine anazeeka vibaya. Lipo tu kulopoka. Heshima alijitambui. Wanasema kipala busara, hili busara hamna. Yaani yupo tu. Gubu sina litoa wapi? Ni bora tu kawahi kufa. Enzi zetu mafataki ndo alikuwa anatafuta mabinti. Sasa hivi vibinti ndo vinashobokea wazee. Kazi havitaki kufanya. Kinakukuta tu kinaanza kukushobokea. Si ndo uvivu wa kutafuta hela. Yaani vibinti vya siku hizi. Hafu bora hata kiwe kizuri. Cha hovyo. Kinalingana na mimi alafu chenyewe kijana. Mzee sasa naona unavuka mipaka. Sangapi mimi nimekuja hapa nikakushobokea au nikaonesha dalili kwamba najiuza, Mimi si nimefika hapa nikiwa na shida kukuuliza. Mimi hapa ni mgeni, nataka nikuuliza kwamba mabasi ambayo yanaelekea Posta Kiloleni ni wapi? Nimefika tu sijakuuliza vizuri, umenilipukia. Afu unasema mimi nataka kujiuza. Hivi mzee unanionaje wewe? Hilo limekuuma Nimepiga kwenye mshono eti. Hivi si ni wewe umesema tusisemeshane kila mtu kivyake. Sasa mbona unaanza kunisemesha? Si ndio shobo zenyewe hizi nilikuwa nazisemea. Hata kama, lakini kwa hili mzee siwezi kukuvumilia. Huku ni kunivunjia heshima mzee wangu, na kuheshimu sana. Wewe, sina shida na heshima yako. Nenda kamheshimu baba yako. Si unanielewa? Mimi naheshimiwa na wengi sana. Watu wa maana wanaojitambua. Sio wewe kifelembwe. Yaani najuta kukufahamu na kukusemesha. Yaani nilikuwa sijui kama mzee ni wa ovyo kiasi hiki. Yaani najuta sijui kwa nini nilikusemesha, sijui kwa nini nimekujua. Na ni kwa nini nimekuja hapa? Wewe, so kwamba unajuta kuja hapa. Sema unajuta mbinu yako imefeli. Umekutana na chuma hiki. Mzee anayejitambua. Ni uvivu tu wa kulima. Muone vile. Haya, wewe mzee Kilomolomo, nimekuita hapa nikushushue na tabia yako hiyo mbaya ya umbea. Yaani mimi nilijua unaniitia kuja kunilipa hela yangu. Kumbe unaniitia kuniambia upuuzi ambao mlikuwa mnaofanya wewe na rafiki yako. Yaani mimi sikutegemea mwanaume kama wewe unaenda kwa mwenyekiti, unaenda kujipendekeza na kujisemelesha kwamba mimi na mwenzao eti tunakopa watu haturudishi. Tabia gani hiyo wewe kama mtoto wa kiume? Wewe mzee, uzuri nilikutaarifu na nikakwambia kabisa kwamba nitaanza na mwenyekiti afu na dawa yenu bado naiandaa. Mimi nilikwambia kabisa mzee, tabia yenu hiyo itafika ukomo wenu. Kwa nini uongo? Nani asijue kama wewe na mwenzako yule ambaye hajulikani alipo mna tabia kukopa na hamrudishi? Haya sasa, umeanza na mwenyekiti, umejipeleka. Haya niambie, umepata nini sasa? Umemwambia mwenyekiti wako kaja hapa naye hajanifanya lolote na hawezi kunifanya lolote. Ndio nishakwambia sasa. Yaani mzee, usikujua ni kwamba nimeenda kwa mwenyekiti sio kulalamika, ni kama kumpa taarifa kwamba atakachofanya wewe na ule mwenzako, yule mzee Side. Si unanielewa? Asije akaona kwamba ni surprise. Kwa hiyo nimeandaa mpango maalum. Wewe na mwenzako lazima mtalipa tu. La sivyo mjiandae mtakachokuja kuwafanya. Ni kijana kama unijui vizuri mimi kuachana na rafiki yangu. Wewe hata uungane na mwenyekiti wako hata na kijiji kizima wote hamna kunifanya chochote. Si unanielewa? Sasa wewe cha umbea. Haandaa chochote, fanya chochote. Mimi ndo mzee Kigwangala.
Unajua wewe mzee na hizo mvi na hicho kipara, nitakiwa wewe mzee uwe una busara, mtu wa kushauri watu, mtu wa kujenga vijana nini, lakini umekuwa wewe ndo wa kwanza kuharibu vijana. Unavyokopa kopa hivi unafundisha nini wenzako? Afu bado unakuwa mgumu wa kulipa. Hasa yule mwenzako. Tena kama yule mwenzako mzee Side, tusimshike tusimuone popote. Tutakachomfanya. Tena bora mimi angalau nina kaustaarabu. Yule ndo namba chafu kabisa. Usije ukasubutu kijana wangu, utapotea. Yule mzee ni rafiki yangu, lakini yule ni chuma cha pua. Yaani mzee wangu usinitishe. Yaani hata kama ni chuma cha pua, sijui cha mdomo, sijui cha nini, hela lazima atatoa na cha mtema kuni ataona tu. Haiwezekani sisi hapa wote mtuchukulia kama vile sijui kina nani. Ni lazima atalipa. Sasa wewe jikute una mdomo au una uchungu sana kuliko wenzako na kihelehele chako. Sasa basi fanya unachoweza kufanya, na mimi nipo hapa. Tena mimi sikimbii kama mwenzangu. Nipo hapa nimejisimika tuli. Fanya lolote unaloweza kufanya. Mimi ndo mzee Kigwangala kama nilivyokuambia. Umenikuta na utaniacha. Yaani mzee usinitishe. Hata kama ulikuwepo utafanyeje? Hela ya watu utatoa na cha mtima kuni utaona. Tena sasa wewe. Tena na wewe, yani kama unajitambua vizuri labda na wewe upotee. Lakini kama usipopotea na hata kama ukipotea, tutakutafuta huko ulipo na wewe mwenzako tutampata tu. Vya watu lazima uvitoe. Aha, kwa hiyo wewe umekaa umerelaxi. Hujui kama babako kashafanya timbuli lingine huko nje? Kwa hiyo wewe Chiku, mtu asipumzike tu. Umeshanivamia. Haya niambie, kafanyaje huko? Yaani wewe mwanaume ipo siku maji atakufika shingoni na hujui hili wala lile. Yaani wewe umerelaxi tu, babako yuko huko nje, huangiki kumtafuta, hujui kaenda wapi, anafanya nini, upo tu unataka ulaze mwili wako, si ndio? Yaani wewe mwanamke, nimekuuliza swali, ulivyoshusha mafuriko ya maneno sasa. Hafu hamna hata point hii moja nilioipata. Nimesema baba kafanyeje? Baba yako kashatapeli watu huko, amekula chakula hajalipia, na wewe unatakiwa ulipe fidia. Upo hapo. Kwa hicho ndo kicho kutoa huko, ukaleta mbaliga huku, ukanishushia mafuriko ya maneno, unikosesha usingizi, si ndio? Nini? Unapata usingizi kwa lipi? Kwa kipi haswa? Yaani babako afanye vurugu, wewe mwenyewe hamna kitu, huna unachokifanya humu ndani, alafu unasema kwamba anakuharibia usingizi. Usingizi wao unaopata kwa kipi? Aha, haya mama, lipi hilo ambalo natakiwa niwe nalo ili niweze kupata usingizi? Maana sikuelewi. Maana naona unalopoka tu, unazunguka, unalipuka maneno. Haya, lipi hilo ambalo natakiwa niwe nalo? Wewe, mbona vitu viko wazi? Tafuta kazi, hudumia familia. Sijui unanielewa? Ili ukirudi kutoka kazini kwenye mihangaiko ndio ufike upate usingizi. Sasa una ulichokifanya toka asubuhi, unalala kwa lipi? Yaani nimepoteza muda kukusikiliza, nikajua labda una mapya. Yaani labda hilo jipya la mzee, lakini au mengine ni marudio tu. Naomba uniache nilale. Ukiendelea, mwana kulitafuta utalipata.